Yes, mdau wa Api Sports TZ, hakika tuendelea kuzipata taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo katika siku hii ya leo. Miongoni mwa taarifa ambayo tunaitazama ni kuhusiana na klabu ya Young Africans ikiwa inamhitaji kocha mkubwa sana barani Afrika mwenye mafanikio makubwa pia katika timu ambazo amezifundisha. Ni kocha ambaye pia ni miongoni mwa makocha ambao ukiwa nao ndani ya timu basi atakupa faida. Lakini mbali ya hivyo ni kocha ambaye ana ukaribu mzuri pia ama ni mwanafamilia wa club ya Young Africans. Na huyu sio mwingine bali ni Pitso Mosimane, ni South Africa, kocha ambaye amewahi kufundisha pia club kama vile National Al. Ni miongoni mwa klabu ambayo imefanya vizuri pia ndani ya michuano lakini hata nje ya michuano ya kimataifa. Yes, kwa hiyo ni kocha wa viwango vyake. Sasa taarifa ambazo zipo kwa sasa katika klabu ya Young Africans imeanza kufuatilia kwa karibu kama wanaweza kupata kocha Pitso Mosimane ili aweje kukinoa kikosi chao katika msimu unaofuata 2026-2027, ambapo tunafahamu kwa sasa hivi msimu unaelekea mwishoni. Kila timu unaweza kusema zimesaliwa na mechi 6 kukamilika kwa msimu huo. Kwa hiyo ni wanafanya maandalizi na Young Africans mpaka sasa hawana head coach, kwa maana kwamba hawana kocha mkuu, wana kocha tu msaidizi Molin ambaye pengine watahitaji kocha ambaye CV yake ni nzuri atayekuja kuifundisha Young Africans, ambayo bali na kuwa na target ya kuendelea kubeba vikombe wanavyoshiriki vya ndani, lakini pia wanahitaji kufanya vizuri zaidi katika michuano ya kimataifa hususan ya CAF Champions League. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa kufanya vizuri kwenye michuano ya CAF Champions League ambapo unakutana na timu ambazo zimewekeza kuanzia kwenye bench la ufundi na wachezaji, ni lazima na wewe mwenyewe uingie sokoni kutafuta benchi la ufundi ambalo litakuwa na IQ kubwa, ambao watakuwa na uzoefu pia mzuri kwa muda mrefu kwenye kufundisha. Maana yake ni lazima upate kocha kama Pitso ambaye tayari ana mafanikio makubwa ndani na hata nje ya Afrika, kwa sababu hajafundisha tu bara la Afrika pekee, akaenda paka kule Uarabuni na amefanya vitu vizuri kwa muda ambao alikuwepo. Kwa hiyo Yanga pia tunafahamu kwamba wana ukaribu na mahusiano mazuri na kocha huyu Pitso Mosimane, kiasi ambacho wameona kwamba wanahitaji huduma yake katika msimu ujao. Kwa hiyo ni makocha ambao pia mbali na kwenda kuangalia rekodi zake alizokuwa nazo, ni kocha ambaye thamani yake ni kubwa. Maana yake ukishakuwa na kocha kama yeye, tafsiri yake ni kwamba hata aina ya mshahara utakwenda kumlipa hautakuwa mzaa. Maana yake mshahara wake ni mkubwa ili uweze kuja kumshawishi aje ifundishe timu yako. Yaani sasa na vile Azam walivyoweza kumpata Ibengi, kwa sababu Ibengi ni miongoni mwa makocha ambao kizungumzia makocha bora Afrika ambao wamefanya vizuri pia katika vilabu mbalimbali Afrika, miongoni mwao ni mtu kama vile Ibengi. Kwa hiyo hata Azam kumpata Ibengi haikuwa jambo dogo, maana yake waliweka pesa. Kwa hiyo hata kama Yanga ukweli wanania na kama kocha Mosimane akiwa na utayari kwamba okay, yes, acha nije, basi maana yake ni lazima pesa kwa Young Africans imwagike. Na mimi binafsi sioni kama kuna shida kwa Yanga kuweza kutoa pesa kama kweli wanahitaji mafanikio makubwa, kwa sababu kwa rekodi alizokuwa nazo, kwa sababu kuifundisha Mamelodi Sundowns sio jambo dogo, lakini pia kuifundisha timu kama Ahali sio jambo dogo, tena katika misimu miwili katika mechi 102 aliweza kufanya vizuri. Sijui unanielewa vizuri hapo alifundisha hii timu ya Ahali, lakini pia amefundisha club kama vile inaitwa Al Ahly ambapo pia alifundisha katika msimu mmoja. Lakini mbali na hivyo amefundisha timu kama vile Al Wahad. Hizo sasa timu za Uarabuni, ambapo amefundisha pia kwa msimu mfupi, yani kwa miezi miwili tu, ni kama alikaimu hiyo nafasi. Lakini pia amefundisha klabu kama Aba, ambao pia amefundisha kwa muda mfupi kwa miezi kama 5 hivi, maana yake alizifundisha kama mechi 15. Lakini pia amefundisha klabu inaitwa Esteghlal FC, ambapo hiyo ameachana nayo rasmi tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 2025. So ni nature ya kocha ambaye mimi binafsi ni kama kweli wana Yanga watamuhitaji, kwa sababu tayari amebeba kombe kama la Egypt Champion, amebeba kombe la Egypt Cup Win,
amebeba Saudi Arabia, lakini pia ana makombe 4 ya South Africa Championship, lakini pia na makombe 2 ya South Africa Cup winner. Kwa hiyo hayo yote ni makombe yake. Kwa hiyo ukianza kutazama katika rekodi zake, kwa mfano akiwa Ahly pale katika hiyo misimu miwili ambapo alikaa siku 620 katika michezo 102 aliyoifundisha, Ahly walipata ushindi katika michezo 65, akiwa ametoka sare michezo 26 na akiwa amepoteza michezo 11. Hiyo ni michezo ambayo aliweza kuicheza kama coach, yani kama manager. Alivyokuwa Sounders pale Mamelodi katika misimu takriban 8, misimu takriban 8 kutoka tarehe 2 mwezi wa 12 tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2012 mpaka mwaka tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2020, na aliachana na Mamelodi ambapo alifundisha ama mechi ambazo alikuwa kama manager ni 338, akiwa ameshinda michezo 192, akitoa draw kwa maana sare 78 na kupoteza michezo 68. Lakini kwa klabu yake kama aliyotoka Ahly kwenda kule kwenye klabu inaitwa Al Ahly kwa muda mfupi ambao alikaa pia kama tuseme nusu msimu ama msimu mmoja, alifundisha michezo 29 akiwa ameshinda michezo 19, sare 7 na akipoteza michezo 3. Akatoka hapo kwa nusu miezi miwili akiwa amekwenda kufundisha klabu ya Al Wahad ambapo yeye alifundisha michezo 10 akiwa ameshinda michezo 6, hakutoa sare na kupoteza michezo 4, na klabu yake Aba ambayo alifundisha pia kwa muda wa siku 171 ambapo alifundisha michezo 15 akiwa ameshinda michezo 5, sare 3 na kupoteza 7. Hakuwa katika performance nzuri kwenye timu hiyo. Lakini pia klabu ya mwisho sasa kuachana nao inaitwa Istiqlal FC ambayo yenyewe alifundisha kwa siku 97. Katika michezo 14 alishinda 3, sare zilikuwa 7 na kupoteza 4. Kwa hivyo ni vilabu ambavyo vya mwisho alivyoweza kufundisha. So kwa rekodi aliyokuwa nayo Othmane ni rekodi kubwa. Kwa ni lazima kama Yanga watahitaji huduma yake, ni lazima pia waweze kuingia mfukoni. Na kwa malengo ya Young Africans, no doubt mimi ninaamini malengo aliyokuwa nayo watahitaji kocha wa namna kama yeye. Ni lazima apatikane kocha ambaye atakuwa na future ya mbali kwenye michuano ya kimataifa, hususan CAF Champions League. Ukiangalia katika ligi ya ndani kuna ushindani, lakini ushindani wa vilabu viwili hadi vitatu. Yani kwa maana utakuta labda ushindani Yanga anaopata mkubwa akicheza na Simba, akicheza na Azam. Tofauti na hapo, hivi vingine vitakuja na ule ushindani kama kukamia mechi, ushindani wake, lakini matokeo yanaweza kupata na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ushindani wa ligi ya ndani jinsi ulivyo, Yanga wakiwa na aina fulani tu ya kocha anaweza kaperform tu fresh na matokeo, lakini kwa ngazi ya kimataifa uhalisia ni kwamba ni lazima wawe na aina ya kocha ambaye hata machaguzi wa wachezaji ambao watatakiwa waje waingie kwenye timu yake, atakuwa na wachaguzi wachezaji wazuri ambao naamini hawa wataperform kwenye ligi ya ndani performance nzuri, lakini hata kwenye michuano ya kimataifa wataperform vizuri. Kwa hiyo tusubiri muafaka wa Young Africans na Pitso utafikia wapi kama atakuja katika klabu hiyo. Hii ni Abi Sports, subscribe, share, like na comment.